kunisikiza na kukaribisha jioni ya leo. Majina yangu ni Captain Collins Wamako, mhubiri wa Citadel ya Mkuli, sehemu ya Mbale, territory ya Kenya Magharibi. Nataka nikukaribishe katika kipindi chetu maalum cha ujumbe wa kila Jumatano ambao tunakujia kwako moja kwa moja kutoka katika kanisa letu hili la Jeshi la Wokovu la Mkuli Citadel, na tunapatikana katika mtandao wa Facebook. Unaweza kutusearch katika Facebook The Salvation Army Mkuli Citadel. Unaweza pia kutupata katika YouTube The Salvation Army Mkuli Citadel, na pia katika TikTok Mkuli Citadel 001. Kitutafuta hapo utatupata mpendwa. Nina furaha katika moyo wangu, maana nina matumaini ya kwamba katika vipindi vyetu vya Jumatano tunakubariki moyo wako, tunakupea matumaini ya kuishi. Hatufanyi vipindi hivi tu, ila tunakusudi ya kwamba message hii ikatumike kama evangelism ya kufikia wenzetu wengi ambao wana kiu cha kusikiliza neno la Mungu. Kwa hivyo ninajua ya kwamba muda ambao tunautenga kila Jumatano ya wiki tunabariki moyo wako, na tunajua ya kwamba utabarikiwa. Tunataka tushukuru pia media team yetu ambayo inaongozwa na Timothy Manguya, kwamba wanafanya kazi nzuri sana kuona ya kwamba mikutano yetu kila Jumapili na kila Jumatano inakuwa live katika mtandao huu, na tunakuomba ukapate kulike, ukapate kushare, na pia upate kucomment. Tutashukuru sana tukisikia feedback zenu kwamba mnabarikiwa. Jioni ya leo nataka nisungumuze juu ya madharau. Wapendwa, jambo ama neno madharau ni neno kubwa katika maisha ya mwanadamu, neno ambalo limevunja wengi imani, neno ambalo limerudisha wengi nyuma katika safari hii ya matumaini. Ila nataka nikutie moyo na neno hili ya kwamba usiogope hata watu wakikuonyesha madharau. Na Biblia itakayotuongoza katika maandiko haya ni kitabu cha Wafilipi ama Philippians chapter 2 verse 3 to 5. Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Nasungumuza juu ya madharau. Madharau. Biblia inasema, msitende jambo lolote kwa nia ya kujitukuza, bali kwa unyenyekevu kila mtu akimhesabu mwingine bora kuliko nafsi yake. Kila mmoja wenu asiangalie mambo yake mwenyewe tu, bali pia ajishughulishe kwa faida ya wengine. Iweni na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia katika maandiko haya ya Wafilipi inatuambia, na tunajua ya kwamba mwandishi wa kitabu hiki ni Paulo, na wazo kuu ama waraka kuu ni waraka wa kibinafsi, Paulo akisisitiza juu ya furaha ya muumini katika Kristo. Na ndio sababu Paulo anaandikia waraka huu kanisa la Wafilipi akiwaambia maneno mazito ya kwamba kila mmoja azitende jambo lolote kwa nia ya kujitukuza. Mpendo, nataka nianze kwa kukuuliza swali. Ni mara ngapi umejiinua? Ni mara ngapi umeona wengine hawafai? Ni mara ngapi umewadharau wenzako? Saa hizi hata makanisani tunaona watu ambao wengine wanajiona kuwa bora kuliko wengine, wengine wanajihesabu ni wasomi kuliko wengine, wengine wanajihesabu ni special sana kuliko wengine, hata wengine wakija kanisani wanataka kuchukuliwa na heshima kubwa kuliko wengine. Mpendwa, nataka nikwambie, ikiwa una fikra na akili za aina hiyo, wewe umekwisha potea. Wewe unatembea katika njia za dhambi. Paulo anaambia kanisa la Wafilipi ya kwamba kila mmoja na asitende jambo lolote kwa kujitukuza. Usijitukuze ujipige kifua useme ya kwamba kama si mimi, ama usijipige kifua useme mimi naweza, mimi najua, mimi nafahamu.
Wewe na hiyo akili yako na ufahamu wako lazima uwe mpumbavu ndio ufahamu hekima ya Mwenyezi Mungu. Mnaona hayo mambo madogo madogo ndio yamefanya watu wengi wanatembea safari hii ya wokovu nafikiria walisimama, kumbe walikwisha anguka. Maana hekima yako, fikira zako, akili yako ni upumbavu mbele za Mwenyezi Mungu. Biblia inasema ya kwamba usitende jambo lolote kwa kujitukuza wala ama kwa kujipiga kifua. Nimeangalia makanisani, nimeangalia katika mambo ya political arena, nimeangalia hata kule sokoni, nimeangalia wapi, dunia imejaa watu ambao wanataka sifa. Dunia imejaa watu ambao wanataka kujitukuza, watu ambao wanataka watu wawasifu, watu ambao wanataka kila mahali anapotembea anataka umpatie sifa, yani umtwalie sifa yeye. Watu wamesahau neema na hekima ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo ninakujia mpendwa unayenitazama, wewe ambaye unaenda kwa kiburi chako, wewe ambaye unajiona umesoma sana, wewe ambaye unajiona unaweza, una akili kuliko wengine, nataka nikwambie akili yako na hiyo ujuaji yako ni upumbavu mbele za Mungu. Lazima ujishushe chini. Nasikiza vile tunavyoambiwa. Wapendwa, katika maisha yetu kila siku mara nyingi tunakutana na hisia za kudharauliwa au kuwadharau wengine, iwe kwa maneno, matendo au hata mawazo ya moyoni. Neno la Mungu linatufundisha kuwa kila mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na hivyo anastahili heshima bila kujali hali yake, cheo chake au hitilafu zake. Angalia vile hata taifa letu watu walio katika vyeo wanavyowadharau walio wa chini. Angalia vile watu walivyo na vyeo vikubwa wanavyowadharau walio wa chini. Madharau yameingia, iwe kanisani, iwe katika taifa, iwe katika political arena, iwe mahali popote, iwe mashuleni. Siku hizi hata watoto wanachoma mashule kwa sababu ya kuwadharau hata walimu, kuwadharau wazazi. Madharau yamejaa. Ukiangalia viongozi katika mambo ya political arena, madharau yamejaa. Tunaelekea wapi kama kizazi na watoto wa Mungu? Ndio sababu jioni ya leo nimekuja na andiko hili kutoka Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 3 hadi 5. Paulo anasema ya kwamba tuenende kwa kujinyenyekeza, tuenende mbele za Mungu kwa kunyenyekea, si kwa kujipiga vifua. Usimhesabu mwenzako kwamba hawezi. Tumeona hata makanisani watu wanavyodharauliana. Wengine wanajiona wanaweza, wengine wanajiona wameweza sana. Lakini nataka nikwambie mpendwa, ndugu na dada unayenisikiza, ya kwamba safari hii ya wokovu ni safari ambayo lazima tujitunze. Safari hii ya wokovu lazima uangalie jinsi unavyoenenda. Maana waweza fikiria utafika, kumbe utaanguka njiani. Ila ninakuombea kusiwe na mmoja atakayeshindwa na safari hii. Kila mmoja na afike mwisho wa safari hii. Maana Paulo anasema ya kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Wewe uwe mmoja wa wale ambao watatoa ushuhuda kama huo. Ila chunga pride isikuingie. Popote ulipo, chunga kitu kinaitwa pride. Chunga kuwadharau wengine, iwe katika vyeo, iwe kazini. Usije ukamdharau mwenzako mpendwa. Mtume Paulo anatukumbusha kuwa kwa unyenyekevu wa akili kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Jihesabu kuwa si kitu na umuone mwenzako anafaa. Watu wengi wamejibeba ya kwamba wao ndio wanaofaa, wao ndio wanastahili heshima. Hata wanapowaona wengine wanawakanyakia chini. Nataka nikwambie mpendwa, umepotea. Wahesabu wengine kuwa bora kuliko hata wewe. Maafisa tuko katika vikaoni, tuwahesabu majemedari na askari, hata vijana, kuwa bora kutuliko hata sisi. Watu wengine wanajiona ya kwamba wao ni bora, wameokoka kuliko watu wengine. Hapana, hakuna aliyeokoka kuliko mwingine. Neema ni ile ile moja ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo madharau yatoka wapi? Vita vyatoka wapi? Paulo akauliza, vita vyatoka wapi?
si vinatoka miongoni mwetu tu. Tuchunge nafasi ambayo Yesu Kristo ametuita, tuwe mitume, tuwe makuhani, tukahubiri, tukatumike katika madhabahu yake, na kila mmoja amhesabu mwenzake kuwa anafaa. Madharau huzaa mafarakano, uchungu na kuvunjika kwa uhusiano. Lakini upendo wa Kristo unatuita tuwe na moyo wa unyenyekevu, kuvumiliana, kuheshimiana hata pale tunapotofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu inaweza fika, iwe kanisani, iwe kule nyumbani, iwe wapi, tunaweza tofautiana, ndiyo. Lakini Biblia nasema kwamba hata kama tutatofautiana, chunga sana upendo ukatawale. Maana upendo unasupersede kila kitu ambacho ni kiovu. Tukiwa na upendo katika mioyo zetu, hatutawadharau wengine. Tukiwa na upendo katika mioyo zetu, hatutaona wengine hawafai. Tukiwa na upendo katika mioyo zetu, hatutaona maagizo ya wengine hayafai. Tukiwa na upendo katika mioyo zetu, hatutajiona sisi tuna akili nyingi kuliko wengine. After all, wokovu ni ule ule, neema ni ile ile, hekima ya Mungu ni ile ile. Kwa nini wewe unafikiria umeweza? Dunia hii hakuna aliyeweza. Sisi zote tunaangalia kurudi mchangani. Sisi zote tunataka tumuone Yesu siku ya mwisho. Tuwe tulikufa tuko makaburini, tuwe tutakuwa hai. Tunatazama Yesu Kristo mwana wa Mungu, kwamba parapanda itakapolia, hata kama tutakuwa tumekufa, makaburi yatafunguliwa, wafu watafufuka, tukienda tukiimba haleluya, kwa sababu Kristo atakuwa amekuja kutuchukua, kutupeleka katika makao haya ambayo tumeyapigania tangu tupokee wokovu huu. Kwa hivyo haina haja ya madharau, mpendwa. Haina haja ya kumdharau mwenzako. Haina haja ya kuwaona wengine hawafai. Waweza kufikiria wewe unawaona wengine hawafai, kumbe wewe ndiye ufai. Umeona mtu ambaye pride imemuingia, kiburi kimemuingia, majivuno yamemuingia, vitu vingi, hata akitembea style imebadilika, hata akiongea kuongea kwake kumebadilika. Yaani anaona yeye ndiye anafaa. Hiyo ni kiburi cha dunia hii, na utaangamia katika dunia hii. Hata Lucifer, malaika mkuu aliyekuwa anaongoza sifa mbinguni, pride ilipomuingia, majivuno, kiburi kilipomuingia, alianguka. Tuchunge sana wapendwa mahali tulipo. Shetani asituletee kiburi na majivuno na madharau tukaanguka katika safari hii. Pia nataka tuone ya kwamba tumuombe Mungu atupe neema ya kuwaona wengine kwa macho ya upendo. Tuache kudharau na badala yake tujenge, tutie moyo na tuwe chombo cha amani katika kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivi ya kwamba tumuombe Mungu atupe neema ya kuwaona wengine kwa macho ya upendo. Angalia vile wengine wanavyokutazama wewe mpendo. Unajua wengine tuko na marafiki wa ajabu sana. Wengine tunakaa na watu wa ajabu sana. Hata mwenzako anapokuangalia, anakuangalia na macho ya kiburi, macho ya madharau, macho ambayo hayana upendo ndani yake. Hata ukiangalia akikuwatazama tu, unajua huyu amenidharau. Lakini mpendwa, nimekuja kukutia moyo asubuhi ya leo. Wewe ambaye umeona umedharauliwa, wewe ambaye watu wanakuona haufai, wewe ambaye watu wanakuona umekwisha, nataka nikuambie kuna kesho. Kuna kesho ya matumaini. Kuna kesho ya kusimama tena. Kuna kesho ya kuihubiri injili ya Bwana Yesu. Usife moyo ukasema yamekwisha. Wacha wanadamu wa kudharau. Wacha wanadamu wa kuongea vile wanavyoongea. Wacha wanadamu wa kuwekelea maneno vile wanavyokuwekelea. Lakini nataka uchague njia ya msalaba. Kajua ya kwamba Kristo yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tulio watumishi wa Mungu tunapitia njia ya madharau. Tunapitia njia ya kudharauliwa sana. Tunapitia njia ya kusemwa vibaya sana. Tunapitia njia ya kuwekelewa maneno maovu, yale ambayo hata mengine hatujayatenda, lakini kwa sababu maneno ni matamu kwa mwanadamu kuyatamka,
anaona ni vizuri ayaongee maana ni hadithi. Lakini hatufi moyo, tunasonga mbele kwa sababu mtetezi ni Mungu. Mtetezi ni Baba yetu aliye mbinguni. Huyo ndiye atakayekuwa hakimu wa kweli. Lakini nikuulize swali mpendwa, wewe ambaye unapenda vitina, wewe ambaye unapenda madharau, wewe ambaye umejaa kiburi, pride imekuingia, uko very proud, yani unaona wengine hawafai. Nataka nikuulize, ni kitu gani unapata kwa madharau haya? Unapowadharau wengine, unapowadharau majemedari wenzako, unapowadharau Wakristo wenzako, unapomdharau mwenzako, unapodharau afisa mwenzako, ni kitu gani unavuna? Ni kitu gani unachokivuna? Okay, mimi ni dharau mwenzangu leo, kesho nina mavuno gani nitakayoyapata? Ama nitapokea pesa kwa kudharau? Hakuna kitu tunachokipata. Kitu tunachokipata ni kushushwa kwa heshima. Macho yetu yajae upendo, midomo yetu ikalete kujenga amani mahali ambapo amani imekosekana. Angalia sisi vile tumechafuka makanisani na hata kule nyumbani. Wakati wenzetu wamepigwa na mapigo, sisi ndio tunachukua nafasi ya kuongelea na kupanua yale maneno, badala ya kujenga amani, badala ya kuongea maneno mazuri, badala vinywa vyetu vitamke upendo. Sisi ndio tunaenda tukitembea tukiongea vile tunavyojua, tunaongea upumbavu na ujinga. Badala yake tungelipanda upendo. Maana tunaambiwa ya kwamba tuache madharau, badala yake tujenge, tutie moyo na tuwe chombo cha amani katika kanisa la Mungu. Tusichafue kanisa la Mungu na vitina. Tusichafue kanisa la Mungu na madharau. Tusichafue kanisa la Mungu kwa kuongea wengine vibaya au viongozi wetu vibaya. Tuwapende wenzetu, tuwapende viongozi, na hata viongozi pia wawapende. Katika jina la Yesu, kanisa la Mungu litasimama. Shetani ameinua kitu kanisani kinaitwa madharau, kitu kibaya sana, chombo kibaya sana hicho, na wanadamu wengi wamekichukua. Watu hawaambiliki, hata wakiambilika hawasikii. Tumekuwa kama nyoka wa shaba ambaye hawezi kusikia sauti ya Mungu. Tunaharibu mahali ambapo kuna upendo, tunaharibu mahali ambapo kuna amani. Wakristo wanawadharau maafisa, maafisa wanawadharau Wakristo, majemedari wanawadharau maafisa, maafisa wanawadharau majemedari. Amani na upendo imekosekana. Kila mmoja anajipiga kifua, kila mmoja anaenda njia yake akisema, ni nani atakaye niambia? Mimi ndiye kusema, mimi ninajua, mimi nina hekima. Huo ndio mwanzo wa kuanguka. Mwanzo wa anguko ni hiyo. Mpendwa unayenisikiza, nataka nikutie moyo. Labda umekuwa wewe ndiye mtu wa madharau sana. Labda umekuwa wewe ndiye mtu wa kujibeba ya kwamba unajua. Hata watu wakikaa katika family meetings, unasema lazima wewe uongee, wewe ndiye nitakana wakusikilize. Usipoongea katika familia unaona wamekudharau. Kule katika baraza ya chifu unaona usiposimamishwa uongee wamekudharau. Wewe ndio unaonyesha madharau, hautaki kukaa chini ukaelezwa, na yale unayoyasema unafikiria ni hekima, kumbe ni upumbavu. Kaa chini uelezwe ili ukaweze kuwa chombo kizuri, chombo cha kumpendeza Bwana Yesu. Wacha madharau. Tunaambiwa ya kwamba tujenge na tutie moyo. Na katika mstari wa 4 Biblia inasema, kila mmoja wenu asiangalie mambo yake mwenyewe tu, bali pia ajishughulishe kwa faida ya wengine. Kila kitu unachokifanya kifanye kwa faida ya wengine. Kifanye kwa kuleta utukufu wa Mungu kwa wengine. Kifanye kwa ajili ya kuinua hata wengine kiroho. Kifanye kwa ajili ya kuleta utakaso kwa kanisa la Mungu, kuleta utukufu kwa kanisa la Mungu. Makanisa mengi yana mizozano, makanisa mengi hayana amani, makanisa mengi yanaanguka kwa sababu upendo umekosekana, madharau yamejaa. Tutahubiri injili ya Mungu namna gani na kiburi na madharau kimetujaa? Tutahubiri Yesu namna gani
ili hali tunadharauliana, ili hali tunasemana vibaya, ili hali tunaongeleshana vibaya, ili hali tukikaa katika vikundi, mimi naongea juu ya huyu, huyu anaongea juu ya huyu, tutahubiri Yesu wa upendo namna gani ikiwa tumegawanyika katika hali hiyo? Kanisa linalogawanyika halitadumu. Kanisa linalogawanyika katika nafasi ya madharau, utukufu wa Mungu, neema ya Mungu, Roho Mtakatifu hakai hapo. Mnajidanganya. Rudini kwa msalaba wa Kristo, muombe toba, Kristo awasamee, mkamrejelee yeye, mtubu dhambi zenu. Unajua shida, kuna watu hawajui ya kwamba hata ukiwa kiongozi, mhubiri, unaweza kukosea, unaweza kuwa umepotoka njia, unahitaji toba. Hawataki. Wanataka wao wamefanya makosa, lakini wao ndio wanaongoza toba. Utaongozaje toba na wewe ndio umeanguka? Utaongozaje toba na wewe ndio umefanya dhambi? Kwa hivyo Kristo anatuita sisi zote, uwe kiongozi kanisani, uwe wewe si kiongozi, kwamba sisi zote ni sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna aliye mkubwa kwa mwingine. Sisi zote ni sawa mbele ya Mungu. Usijione na elimu yako ya kwamba unastahili kuliko wengine. Elimu hiyo ndiyo lazima tusome kwa sababu ya shughuli na maisha ya kidunia, lakini usiitumie kwa ufalme wa Mungu. Kasema ya kwamba mimi ninafaa, jipige kifua ukisema mimi ninaweza, mimi nataka hivi. Hapana. Wacha niwaambie siri. Mambo yale unayaona ya upuzi na ujinga katika nyumba ya Mungu, hayo ndio Mungu anataka. Hayo mambo unaona tu ya ujinga, mapumbafu, hayo ndio ya Mungu. Wewe na elimu yako unataka maneno ya ustaarabu. Mungu hataki hiyo. Mungu anataka vitu hivyo tu. Ndiye akasema ya kwamba yeyote atakayejinyenyekeza atakwezwa. Kwa hivyo mpendwa, jioni ya leo ninapokamilisha ujumbe wangu, nataka nikutie moyo wewe ambaye umewaona wengine hawafai, umewadharau watu sana, umewaongelea watu vibaya. Kila mmoja unayemuona anainuka unataka kumwekelea maneno machafu. Nataka nikuombee Mungu akakusaidia ujue njia ya toba, ukasamehewe. Na wewe ambaye watu wamekudharau mpendwa, wewe ambaye watu wamekuona haufai, wewe ambaye watu wanakuona ni kama Mungu alikusahau, nataka nikuambie wewe ndiye Mungu anakupenda kuliko wale wanaokudharau. Mungu anajua uko hapo. Mungu anajua unapitia madharau. Mungu anajua unapitia vicheko. Mungu anajua unapitia kilio. Mungu anajua unapigwa na magonjwa, hata wakati mwingine kupitia kwa maadui na wachawi, wale watu ambao hawakupendi, katika ile familia, katika kile kijiji, katika lile kanisa. Nataka nikuombee jioni ya leo ya kwamba Mungu atakutia nguvu. Haleluya. Usife moyo, ukaze mwendo, kijua kwamba sisi tulio wa Mungu, Mungu atatupigania. Vita vyetu si vya damu na nyama, vita vyetu ni vya kiroho, na wanaopigana kiroho Roho Mtakatifu atawashindania, Roho Mtakatifu atawasaidia, Roho Mtakatifu atawatetea. Usirudi nyuma mpendwa. Ninakuona wewe ambaye unarudi nyuma, ninakuombea. Ninakuona wewe ambaye unasema hautaweza, ninakuombea ukaweze kusimama imara ili ukapate kumshinda shetani. Nataka tuimbe korasi hii tunapoenda kuomba jioni ya leo. Mungu anatujua vizuri, Mungu anatufahamu vizuri. Mpendwa, usife moyo. Hata kama watu watakudharau, hata kama kanisa litakudharau, hata kama watu ambao wanakuongoza kanisani watakudharau, hata kama marafiki watakudharau, wazazi watakudharau, familia itakudharau, nataka nikwambie Mungu atakuheshimisha. Kuna siku Mungu atakuheshimisha. Mtu mmoja kaimba wimbo akasema, kesho ya mtu ni fumbo. Hauwezi kujua kile Mungu amekupangia kesho. Jana umelia, leo umelia, haujui ya kesho. Wewe zidi kunyenyekea, zidi kumwamini Mungu, zidi kuweka tumaini kwa Mungu, utaona vile utashinda. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana,
nishike mkono. Nishike mkono Bwana, nishike mkono. Nishike mkono Bwana, nishike mkono. Mimi siwezi Bwana, mimi siwezi. Mimi siwezi Bwana, mimi siwezi. Nishike mkono Bwana, nishike mkono. Nishike mkono Bwana, nishike mkono. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, ninakutukuza jioni ya leo, maana wewe unastahili sifa na utukufu katika maisha yetu. Jioni ya leo, Jumatano hii njema, umetupatia nafasi. Baba, nimenena na mioyo ya watoto wako. Ulikusudia ninene hivyo katika utukufu huo. Baba, asante kwa kunipatia maneno ambayo yamemguza mwenzangu, ili akapate kubadilika, akaache madharau, akawaone wenzake wanafaa katika jina la Yesu. Asante kwa kunipa maneno, kwa kutia moyo huyu ambaye amerudi nyuma, kwa sababu amedharauliwa, kwa sababu amesemwa vibaya, kwa sababu watu wamekaa katika vikamati wakimuongelea, akaona yeye hafai, akaona yeye hataendelea. Ninakushukuru maana umemtia moyo jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ninakuja kinyume na visingiti na nguvu za shetani, madhabahu ya ibilisi yanayoangusha Wakristo, madhabahu yanayojengwa na shetani kurudisha watu nyuma, kuangusha watoto wako, kuangusha makanisa yako. Ninazivunja jioni ya leo katika jina la Yesu, yakapate kushindwa. Baba, asante maana msalaba wako umeinuliwa na una utukufu. Tunapoangalia pale msalabani tunapata matumaini. Tunapoangalia pale msalabani tunapata nguvu. Ninamuombea huyu ambaye matumaini yameisha. Ninamuombea huyu ambaye amerudi nyuma, huyu ambaye ameiacha huduma, huyu ambaye amepigwa na masengenyo, huyu ambaye amepigwa na vitina, haoni safari hii akiendelea. Baba, ninamuombea ukamtie moyo, na hata huyu ambaye amekusudika na kusaidika na hata kutumika na shetani kuwapiga wengine makanisani na hata nyumbani, ninamuombea jioni ya leo umpe upako mpya, umpe moyo na fikira za kiungu, akajua ya kwamba madharau hayafai katika ufalme wako, madharau na proudness haifai katika ufalme wako. Kwa hivyo mkumbushe akanyenyekee katika jina la Yesu. Baba, asante kwa hawa wanaosafiri, ninawaombea neema ya safari. Asante kwa hawa ambao wanafanya biashara, naombea biashara zao. Asante kwa hawa ambao Mungu umewabariki na kazi, ninabarikisha kazi zao, mahali pale pa kazi wakapate amani, wakawe na upendo katika jina la Yesu. Hata makanisa yetu tunayaombea amani, tunayaombea upendo, tunayaombea umoja katika jina la Yesu. Baba, tawala, utamalaki, ili tuone utukufu wako katika maisha yetu siku baada ya siku. Na hakika Bwana tutakusifu maana utatutendea, na ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Mpendwa, sema amen. Nataka nikuage jioni ya leo. Baada ya dakika 30 tumeongea na wewe kuhusu habari njema ya kutowadharau wengine. Enda ukapeleke ujumbe huu kwa wale walio na madharau wakabadilike, ili Yesu akae ndani ya mioyo zetu. Nataka nikuage kwa kushukuru kwa kutufuatilia, kwa kutusikiliza. Ninaomba ukapate kulike, upate kushare na ukapate kucomment. Tutakushukuru sana. Hadi Jumatano ijayo, ninasema kwaherini. Mungu akubariki na akutende mema kwa utukufu wa jina lake. Amen na kwaherini sana. Amen.